TV bwana, Grant Boy bwana. Okay, usisahau kusubscribe channel yetu bwana. Leo nipo na mtu mmoja bwana, mzee wa Libango bwana, atajitambulisha majina yake kamili bwana. Leo tuna hoja moja tu ambayo nizungumzie hivi punde. Tuna hoja moja nzuri sana ambayo utaweza kusaidia wewe mlengo wetu ambaye unaweza ukaifuatilia historia yetu bwana. Mambo vipi mwana? Mambo fresh bwana. Bwana wanasemaje bwana, upo live hapa, waambie bwana unaitwa nani, majina yako kamili, unatokea wapi, ni kabila gani. Na kwa ni nzuri sana watu ambao wanakufuatilia pale wakatambua zile hoja zako, kwa sababu ni mtu bora sana, ni mtu muhimu sana kwetu. Bwana, awali ya yote mimi naitwa Vedasto Robertus Mapunda. Ni mzaliwa wa Libango, mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Namtumbo, kijiji cha Libango. Okay, bwana Vedasto Mapunda bwana, kwenye hii dunia kuna vitu vingi sana ambavyo watu huwa wanajiuliza na wanatamani sana kuwa kuvitambua. Lakini mimi leo bwana nina hoja kuu mbili. Hoja ya kwanza ni hoja ambayo huwa inaumiza watu wengi sana, lakini inakuwa ni siri na inakuwa ni kificho ambacho watu kukitambua inakuwa ni changamoto. Hivi bwana, unazungumziaje mtu ambaye yani wewe leo hii unahaso kwenye maisha yako, sawa? Sawa. Ndani ya kuhaso umekuwa ni mtu ambaye umekuja kukutana na mtu ambaye unamwamini sana, akakusaidia maisha yako yameshaanza kwenda, wakati maisha yako yanaenda sawa. Sawa. Wakati maisha yako ndio yanaenda, yani unaamini kwamba huyu mtu mimi ndio msaada wangu mkubwa. Lakini sasa ndio unaanza safari ya maisha kuanza kula yale matunda, unakuja kugundua yule mtu ndio adui mkubwa wa maisha yako. Ni hatua gani ambayo utaweza kuifanya? Yani maamuzi yapi ambayo unaweza kuyafanya juu ya yule mtu ambaye yani ni mtu ambaye amekutoa kimaisha, lakini ndo adui mkubwa wa maisha yako? Nini utafanya ili uweze kuepukana naye? Hapo kwanza mimi nitajaribu kulifuatilia kwanza lile swala kwa kina mpaka nitakapo hakiki kwa macho yangu, yani sitaamini swala la kusikia mpaka nitakapoamini kusema kweli huyu jamaa hii issue ni ya kweli. Mwisho wa siku sasa ndio umekuja kuamini kwamba ni kweli yeye ndo adui mkubwa. Yani ni ndio mtu wa kwanza kutengeneza malengo ya maisha yako, sawa? Na umeanza kufanikisha, ndio umeanza hatua ya kwanza kula matunda, lakini unakuja kugundua ndo adui mkubwa wa maisha yako. Wewe ni hatua ipi ambayo utaifanya? Mimi nitakachokifanya ni kumwambia ukweli kuhusu swala lake analolifanya. Kumbuka ni mtu ambaye ndo njia kuu ambayo amekuonyesha kwenye mafanikio ya maisha yako. Sawa, kwa hatua aliyofikia tayari hauko tena pamoja naye. Kwa anaambia kwamba hatua unayoifanya ni kuweza kumwambia ukweli. Kumwambia ukweli. Unafikiri ndio itakuwa ni suluhisho hilo? Hilo haliwezi kuwa suluhisho, lakini yeye atajionja kwenye nafsi yake anachokifanya kweli sio kizuri. Unazungumziaje vijana ambao unawakuta mtaani, wao kazi yao ni wakiamka asubuhi ni kucheza madrafti, pool table, kwenda kucheza makamari, ikifika jioni kulala. Watu design kama hiyo hapo unaweka kwenye makundi gani na unawazungumzia nini na unawashauri nini wewe kama wewe Vedasto? Hapo kikubwa kwenye maisha hatuwezi kumjadi sana mtu, kwa sababu maisha yapo kama ni mpira. Unaweza kumiliki sana mchezo, mwisho wa siku dakika 90 zinamalizika, timu iliyokuwa imezidiwa inaondoka na point 3. Nini maana yake? Yani usimfuatilia sana mtu kwenye maisha yake. Ni hali ya kwamba wewe mwenyewe kwako hujapambania na kuweka kwenye njia. Ila kikubwa vijana tufanye kazi halali. Kazi ziko nyingi, kazi za kutumia nguvu zako binafsi, tuache kukaba watu, kutapeli kwenye mitandao au kutapeli live moja kwa moja, show. Na bwana Vedasto, kwenye maisha yako ni changamoto gani kubwa hasa ambayo umeipitia mpaka wakati ukaona kwamba hii changamoto kwangu ni story kubwa ambayo sitaweza kuisahau? Baadhi changamoto ziko nyingi, sema hiyo tabaki siri ya ofisi. Yani changamoto siku zote ni vitu ambavyo mtu anavipitia, yani yale maisha ambayo alipitia mtu. Mfano ulitoka sehemu fulani ukaenda sehemu fulani ukadanganywa, kutoka sehemu fulani, yani wewe sasa ni changamoto. Je, ni changamoto ipi ambayo uko unasema hii ni ngumu sana kuisahau? Changamoto niliyokuwa nimepitia mimi wakati niko pale Mbinga, kuna mshikaji kwa huko kwetu kama amefika pale, ana chumba cha kulala, wala alipo nikutamia stendi, niko na mesha zangu, akawa mwanangu vipi, fresh nyumbani wapi? Nikawa nimemuelekeza. Mwisho wa siku akasema mwanangu mwenyewe ndo nimeingia leo, sielewi somo hapa mjini. Nikamwambia hiyo sio shida, twende kwa siku 2-3, twende ukabaki kwanza chumba changu mimi, kwa sababu niko msela, tuko single. Nitakachokula mimi na wewe utagusa. Mwisho wa siku mshikaji kweli
akawa ameenda pale, kwa bahati nikawa nimemfanyia mpaka mpango wa kazi. Akawa naye anaenda kazini, yeye anaamka anaenda kwenye mishe zake na mimi naenda kwenye mishe zangu. Tayari mishe zimeenda, tukawa mpaka tumezoeana sasa. Issue yake yangu, langu lake. Mwisho wa siku mshikaji ile niuma sana kwa kweli, alikuja kuondoka na vitambulisho vyangu vyote, kuanzia namba ya NIDA mpaka vitambulisho vya kura. Kila nikimtafuta kwenye simu hapatikani, mpaka leo sijaweza tena kumuona alikoelekea yule jamaa. Okay, kwa hiyo ina maana hiyo, maana yake huyo mtu alikuwa ni aina ya mtu ambaye mwizi yani. Mwizi. Sema ni msera wangu ambaye tulisoma naye kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari. Na ukubahatika kumuona labda huyo mtu? Sijabahatika tena kumuona mpaka leo. Hivyo unazungumziaje watu aina wa design kama huyo mtu ambaye anakuja anakuaminisha maisha yake ni ana ugumu, alafu mwisho wa siku yeye akawa ni mtu ambaye ukamwamini sana kama hivyo, alafu anakuja kukufanyia issue ya utapeli. Unafikiri ni hatua gani ambayo tunaweza tukaifanya kuweza kugundua watu design kama ambao ni matapeli, wanakuwa ni wezi, alafu wanakuwa ni washikaji? Au leo hii mfano mtu kama huyu umekutana naye, hatua gani ambayo unaweza ukampatia kwa haraka haraka? Kwa saizi hatua kumpatia kwa haraka haraka hamna, kwa sababu maisha renew tena, kila kitu ninacho. Maisha mengine yanaendelea, ila shida inakuwa kwake sasa. Na maana yake niona mimi lazima apige kona. Mwanangu Vedasto, kweli muongea ukweli bwana. Bwana, hii ni Glant TV bwana. Huyu ndio Vedasto, mtoto wa Libango na mtumbo mdende ule wa Libango bwana. Huyu bwana huyu ni mtu mmoja mkubwa sana sasa. Usisahau kusubscribe channel yetu pendwa ya Glant TV au Glant Boy ili uweze kumpata kwa umakini kila wakati. Mzee wa Libango anaitwa Vedasto Mapunda. Bwana, Mapunda ina maana gani? Mapunda ni jina la kila Kiruga hilo. Wewe unasemaga za big word uweze kaelewa basi. Kwa maana yake tunapozungumzia mapunda sisi tunajuaga labda mapunda maana yake ni punda ambao walikuwa wengi. Ushasema kabisa punda na mapunda. Mbona vitu viwili tofauti sana? Mapunda si punda wengi? Hamna kitu kama hicho. Haya bwana, shukrani sana bwana. Asante sana basi. Poa.